Mzigo unaanza unatuonyesha bidada anaitwa Empress. Na baada ya hapa kuna huyu mwamba anaingia hapo ofisini na anamkuta huyu bidada ambaye anaitwa Empress, na kisha anamwambia kuna kama naira milioni 20 hivi zimeibiwa kwenye akaunti yao ya benki. He, nini? Kivipi yani? Imekweje zimeibiwa? Hata mimi sielewi kabisa madam. Huyu bidada Empress ananyanyuka na kwenda kuhakikisha kama kweli hizo naira milioni 20 zimeibiwa kwenye akaunti yao. Na wauliza swali moja, inawezekanaje naira milioni 20 zimeibiwa kwenye akaunti yangu? Madam, wewe ndio unafanya miamala yote kwenye akaunti. Sasa kama hujatoa pesa, madam, kuna mtu atakuwa amehaki akaunti, ameweza kutoa pesa hizo ambazo zimeibiwa. Huyu mwamba hapo pembeni anasema tumeibiwa kwa njia ya mtandao, hivyo anaweza kumtafuta haka ambaye anaweza kuzirudisha hizi pesa. Mpigie simu sasa. Unasubiri nini mpaka sasa hivi? Mpigie haraka sana, ikiwezekana aje hata sasa hivi. Ningempigia madam, lakini gharama zake ziko juu sana. Kwa hiyo unamwambia nani kuhusu gharama labda? Hebu mpigie haraka sana. Acha kuleta maneno mengi hapa. Nachotaka aje azirudishe pesa zangu. Na baada ya hapo huyu bibi Empress anarudi nyumbani kwake, na hapa anakutana na huyu shoga yake ambaye anaishi naye hapa nyumbani. Huyu shoga yake anaitwa Ivy. Kuna mtu amehaki akaunti ya kampuni. Nini? Hii sio kweli. Nimepoteza hela nyingi sana. Sasa kwa nini ukuipigia benki yako haraka? Kabla hatujagundua naira milioni 20 zilikuwa zimeshaibiwa tayari, na kabla hatujawapigia ili wafunge akaunti, naira milioni 30 nyingine tena zikaenda. Kwa hivyo mpaka sasa wameweza kutuibia naira milioni 50. Na kesho yake inapofika, huyu bibi akiwa ofisini ana mawazo kiwarisia, na kuna huyu mwamba anaingia hapa ofisini. Huyu mchizi anaitwa Deji. Kwani nimekwambia ukae? Bibie, usiniambie kama hujafurahi kabisa kuniona. Unataka nini? Mimi nilifikiri umefurahi kuniona. Kipi labda kinifurahishe kukuona wewe? Sasa basi, nakuuliza swali rahisi tu, umefuata nini hapa? Nimekuletea maua na ninaomba baadaye jioni nitakapofika tutoke dina pamoja. Hivi unafikiri unaweza kaja ofisini kwangu na maua yako baada ya miezi 4 kupita? Nimekupigia zaidi ya milioni 100, lakini hujapokea kabisa simu yangu. Na kwa nini ulikuwa unanipigia? Umesahau kabisa nilikukuta tunafanya nini ofisini kwako? Sasa story iko hivi. Huyu bibi Empress na mwamba huyu Deji walikuwa wapenzi na walikuwa wanapendana kweli. Na huyu bibi alimfumania huyu mwamba ofisini kwake akiwa analicontrol game kwa mwanamke mwingine. Hivyo bibi baada ya kumkuta mchiza na pinduka na manzi mwingine akamuacha huyu mwamba. Toka ofisini kwangu, toka. Sitaki kabisa kukuona na usirudi kabisa hapa, toka ofisini kwangu. Na hapa tunaonyeshwa huyu mwamba anaitwa Jeki. Huyu mchizi ni mwamba fulani hivi bisho kiwalisia, yani cheni, raba kali na vitu vingine ambavyo vinaonyesha kama mwamba ni bisho. Na huyu mwamba ni haka mmoja hatari sana hapa mjini Nigeria. Sasa Jeki na David wanaishi nyumba moja kwa sababu hao wamba ni washikaji kitambo sana, japokuwa hii nyumba ni ya huyu mchizi ambaye anaitwa Jeki. Na huyu Jeki ndio yule haka ambaye huyu David alimwambia Empress kama kuna mtu anaweza kuzirudisha hizi pesa ambazo zimepigwa na hao watu wa mtandaoni. David na mambo mengi sana ya kufanya, na mchizi huyu David anamwambia mwanae Jeki, hata hili pia ni la muhimu na unatakiwa ulifanye. Ofisini tumepigwa naira milioni 50. Na baada ya huyu David kumbembeleza sana mshikaji wake, na mwamba kweli anakubali ili kuwasaidia kurudisha hizi pesa ambazo zimepigwa na mahaka. Na huko ofisini huyu bibi anamlaumu sana David kama amechelewa sana kumleta huyo haka. Samani madam, atakuja leo. Alikuwa busy sana kumaliza vipengele vya watu wengine, ila atakuja leo na kuhakikishia kabisa leo atakuja hapa. Sasa ulimpendekeza wa nini kama ulikuwa unajua kabisa kama yuko busy? Dakika chache baadaye huyu haka akafika hapa, na hapa huyu mchizi David anamwambia huyu bibi amefika madam, mwamba ndo huyu anaweza kuturudishia pesa zetu ambazo zimeibiwa. Na bibi anamuuliza huyu mwamba ambaye ni haka, kwani hujui kugonga hodi? Mwamba akacheka na kisha akasema samahani, mara nyingine usirudie tena. David, umeshampa taarifa zote ili aanze kazi. Hata hivyo hatujakubaliana kuanza kufanya chochote. Nini? Namaanisha hakuna makubaliano yoyote ambao mimi na nyinyi tumekaa ili mimi niweze kuanza kazi. David, umemleta huyu mvulana kunipotezea muda? Mvulana? Na mchizi huyu haka akashangaa sana kuitwa mvulana. Hapana madam, nilimwambia tu kimetokea nini, ila hatukuongea chochote kuanzia hapo. Huyu mchizi ambaye ni haka akakaa, na baada ya hapo huyu madam anamwambia David amalizane na huyu mwamba kuhusiana na masuala yote ya malipo ili mwamba aanze kazi. Dakika chache baadaye, baada ya huyu mwamba kuendelea na kazi, akafanikiwa kuliona eneo ambalo huu wizi ulifanyika, na kisha akawatajia na jina la akaunti ambayo iliiba hii pesa. Unaweza kuingia kwenye akaunti ya huyo mtu na kurudisha pesa zangu? Naweza, ila umenilipa kumkamata mwizi tu na sio kurudisha pesa zako ambazo zimeibiwa. We fanya tu, mimi nitakulipa pesa yote ambayo unahitaji. Na kisha huyu mwamba ambaye ni haka anaitwa Jeki akaweza kufanya hivyo.
Mimi naitwa Bright DSM, mtoto wa Simba ni Simba. Karibu kusikiliza hii simulizi mwanzo mpaka mwisho. Na in case unakutana na hii channel kwa mara yako ya kwanza, basi hakikisha una subscribe na una turn on notification bell ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata mizigo yote ambayo tunakuwa tunaiweka hapa. Na huku nyumbani kwa bibie Empress, bibie Ivy akamuuliza shoga yake kama yule haka tayari ameshakuja ofisini kwao. Na bibie anasema kwamba yule haka amekuja na ameweza kuzirudisha zile pesa zote ambazo zilikuwa zimeibiwa. Jamani, anaonekana na akili nyingi sana. Ndiyo, anavutia. Hata kazi yake ni nzuri pia. Nini? Anavutia? Nashangaa kuona unasema anavutia. Kwa nini unashangaa? Kwa sababu hakuna mwanaume aliyewahi kukuvutia wewe. Embu niambie, yukoje? Hayo yote hivi yametokea wapi? Nataka nimjue tu kwa sababu umesema anavutia. Hata hivyo ni mtoto, kijana fulani hivi na anavaa manguo macheni kama Diamond Platinum hivi au Harmonize. Basi story nyingine kati ya huyu bibie Empress na bibie Ivy zikaendelea. Na baada ya hapo, siku nyingine inayofuata, bibie Empress akamuita huyu haka na kumuomba sana afanye kazi kwenye kampuni yake. Na hii yote imemvutia sana huyu bibie baada ya huyu mwamba kuonyesha uwezo mkubwa sana. Na kisha huyu mwamba anasema ye muda mwingi anakuwa bize. Na bibie anasema hata akija kazini mara 3 kwa wiki sio mbaya. Na mchizi anasema nitafanya kazi kwako kwa sababu wewe ni mrembo na unanivutia sana. Na kisha bibie anasema kwamba tumemaliza, hivyo unaweza kuondoka. Na huyu mwamba Deji akarudi tena ofisini kwa Empress na leo amekuja na mazawadi kibao kwa ajili ya kumuomba msamaha. Najua nimekuumiza, lakini niamini mimi nakupenda sana na yule mwanamke sio chochote kwangu. Mimi nakupenda wewe. Ilitokea bahati mbaya tu. Nahitaji msamaha wako. Nisikilize wewe. Ninachotaka kwako uinuke na utoke nje. Sitaki kabisa kukuona kwenye macho yangu. Vipi kama nikikutoa outi? Nitafanya kila kitu kiwe sawa. Empress, tumetoka mbali. Najua kila nilichokifanya nilikosea. Naomba unisamehe mamangu. Haitojirudia tena. Yaani hayo maneno yako hayana maana yoyote kwangu. Nachotaka unyanyuke, utoke nje ofisini kwangu. Sitaki kukuona. Umeisaliti miaka yetu 3 ya mahusiano. Unafikiri unaweza kaja hapa nikakusamehe kiurahisi tu? Na baada ya hapo huyu bibie akamtimua huyu mwamba Deji ofisini kwake. Na baada ya hapo huku nyumbani huyu bibie Empress alikuwa akiangalia picha kwenye simu yake. Na kumbe Ivy akafika. Hivyo akawa anachungulia kile ambacho huyu bibie anakifanya kwenye simu yake. Unamwangalia nani kwenye simu yako? Hakuna mtu. Huyu si ndio yule haka ambaye aliweza kuzirudisha zile pesa ambazo ziliibiwa ofisini? Hukuniambia kabisa kama ni handsome namna hii. Hata hivyo nilikuwa simwangalii yeye peke yake. Nilikuwa nikiangalia wafanyakazi wote kwenye kampuni yangu. Hivyo tu. Tangu lini umeanza kuangalia picha za wafanyakazi wako wewe? Bado uko hapa? Ndiyo, nahitaji namba yako. Kwani haupo kwenye grupu? Chochote unachohitaji kuniambia utatuma kwenye grupu la kampuni. Nataka namba yako ili niwe nakupigia na kutakia usiku mwema na kutakia asubuhi njema. Yani hivyo tu. Nisikie sauti yako, nijue unaendeleaje, na pengine ikiwezekana nikutoe hata outi. Labda naweza kukupata. Sitokupa namba yangu. Hivyo mchizi akaendelea kumsumbua sana huyu bibie mpaka ilifika muda huyu bibie ilibidi akubali tu kumpa namba huyu mwamba. Na huku nyumbani huyu bibie Empress anaangalia simu yake kama mchizi amemtumia hata message, lakini anakuta hola mwamba hajatuma message mpaka sasa hivi, ingawa alimpatia namba yake. Na kesho yake inapofika huku ofisini huyu Jeki akawa anazungumza na bibie Empress kuhusiana na kazi zote ambazo zinahusiana na hii kampuni yao, ila bibie anamwangalia tu mchizi. Yani kiuhalisia mawazo yako mbali sana kwa huyu mwamba. Na baada ya hapo anamuuliza mchizi, mbona hukunipigia? Kwani ulikuwa unasubiri nikupigie? Kwa nini unapenda kujibu swali kwa kuuliza swali lingine? Na kisha mwamba anasema alikuwa bize ila next time atampigia. Na bibie anasema hata hivyo sijali. Na akiwa peke yake huyu bibie anajisemea mwenyewe moyoni, ni kwa nini inakuwa ngumu sana kumtoa huyu haka moyoni mwake? Kwa sababu amekuwa akimfikiria sana. Yani muda wote anamuwaza tu ule mchizi. Na kisha anasema hajawahi kabisa kuvutiwa na mwanaume ambaye ni mdogo kiumri. Sasa inakuwaje anavutiwa na huyu mchizi? Sasa baada ya bibie Empress kusumbuliwa sana na huyu mwamba ambaye alikuwa ni ex wake, ilibidi akubali tu kwenda kupata dina pamoja. Na kisha huyu mwamba Deji akawa anamshukuru sana bibie kwa kufika na kuweza kukubali huu wito wa kutoka outi. Na kisha mwamba anamuomba sana huyu bibie, na bibie anasema anatakiwa kufanya mambo mengi sana kwa sababu hawezi kumsamehe kirahisi kama ambavyo yeye anazani. Na huko ofisini kwa Empress, Deji alikuwa akimshikashika huyu bibie kiuno, lakini bibie anamkatalia na kumwambia aache hiki ambacho anakifanya. Na wakati wanaendelea na mambo yao hapa, ghafla mlango unafunguliwa na anayeingia hapa ni huyu
mwamba ambaye ni haka. Ghafla mchizi akaanza kumzingua bwana mdogo kwa kuingia bila kugonga hodi, na bibie anamwambia huyu mchizi kama huyu ni haka na ni mfanyakazi mpya kwenye hii kampuni, tumemwajiri juzi tu baada ya kurudisha zile pesa ambazo zilikuwa zimeibiwa kwenye akaunti yetu, hivyo anaruhusiwa kuingia muda wote ule kwenye ofisi yangu, na mimi ni mume wake Empress, nimekuja hapa na nataka nimtoe lunch mke wangu. Hivyo huyu mchizi Jeki akaamua asepe, na baadaye inapofika Jeki na Empress wakawa wanazungumza hapa, ambapo Jeki akamuuliza huyu bibie kuhusu yule mchizi, na huyu bibie anasema kwamba walishawahi kuwa kwenye mahusiano ila mwamba alichiti, hivyo akaamua muache na aendelee na mambo yake mengine, hivyo kwa sasa ni ex wake tu, hakuna lolote lile ambalo linaendelea kati yao. Na kisha Jeki anamwambia bibie kama atasafiri, hivyo atarudi baada ya wiki 2 kupita. Sasa kabla mchizi kuondoka, kuna kitu akamnunulia huyu bibie Empress kama zawadi, na kuna mwamba akamtuma apeleke huu mzigo kwa huyu bibie. Na mida fulani hivi ya jioni Jeki akampigia huyu bibie Empress, na huyu bibie akiona mchizi amempigia anafurahi kinoma, akawa anamshukuru kwa zawadi ambayo alimtumia, na baada ya hapo anamuuliza mchizi kama atarudi lini. Na baada ya hapo huyu bibie akamwambia shoga yake kama Jeki amemtumia zawadi. Usinambie, anaonekana ni mtu mzuri sana naona tu unavyofurahia mno. Kufurahia nini? Mtu mwenyewe bado mtoto sana yule. Mtoto? Umemzidi miaka 4 tu, unamhitaji mtoto? Sasa huyu bibie Empress akiwa na shoga yake anavunga kama vile hamtaki kabisa yule mchizi ambaye ni haka, lakini kiuhalisia ni kwamba muda wote anamuwaza mwamba, ila hataki kabisa shoga yake ajue hili ambalo analipitia. Deji akampigia simu Empress akimuomba kama kesho yake watoke waende kupata dina pamoja, hivyo bibie akakubali. Na siku inayofika bibie kweli alijiandaa, lakini mchizi anapigiwa simu na apokei. Yani alipiga simu sana lakini mwamba haokoti. Saa 1 kavu, saa 2 kavu, saa 3 kavu, saa 4 kavu, saa 5 bado tu mwamba haokoti kabisa simu. Na mwisho huyu bibie akaona tu avue viatu na baada ya hapo aende tu kulala. Na baada ya hapo mzigo unatuleta siku nyingine ambapo Empress yuko na Jeki. Dakika chache Deji akatokea. Nilikwambia usisogee karibu yangu. Unafanya nini hapa? Tunaweza kuzungumza? Hapana, tafadhali. Hapana. Ameshakwambia hataki. Na wewe ni nani mpaka uingilia mahusiano yetu? Nafikiri umemsikia. Hataki kabisa kuongea na wewe. Hivyo bibie akaingilia na kuepusha ugomvi wa hawa wamba wawili. Na baada ya hapo akamwomba Jeki aende nje mara moja. Pale ndani wakabaki Deji na Empress, na hapa mchizi aliomba sana msamaha kwa kutokea ile siku ambayo walipanga appointment ya kupata dina pamoja, lakini bibie alisubiri masaa mengi mpaka akaamua aende kulala usingizi. Lakini bibie hakutaka kabisa kumsikiliza mwamba, akasepa. Na baada ya hapo tunamwona Empress na Jeki wametoka out na wanafurahi kinoma. Sasa hii ikawa ni mfululizo wa kutoka out pamoja, na kuna hii siku ambayo bibie walitoka out na alilewa sana, na Jeki alifanikiwa kumrudisha huyu bibie mpaka nyumbani kwake, lakini alikuwa amelewa chakali mno. Kwenye stori za hapa na hapa huyu bibie anamwambia mchizi kama ni handsome, na mwamba anasema hata wewe pia ni mrembo, hasa ukitabasamu, yani tabasamu lako linavutia. Unapenda ukiniona nikitabasamu Ndiyo, ila napenda vitu vingi sana kutoka kwako. Sitaongea sana, ila kwa sasa napenda sana niwe karibu yako kwa sababu napata feeling zako kila dakika. Hivyo bibie hapa akawa anacheka tu. Kwa mara ya kwanza mchizi akamchapa kisi huyu bibie, akataka kumchapa lingine la mdomoni, lakini bibie akakataa. Baada ya kuwa na ukaribu kati yao, leo bibie akambadilikia kabisa mchizi, akawa hata simu zake haokoti. Na hii siku ya leo mchizi anamuuliza huyu bibie shida ni nini, lakini bibie anamjibu shiti sana huyu mwamba, na anasema ana mahusiano na anataka mchizi afute kila kitu ambacho kinamuhusu, yani asahau, afanye kama ilikuwa ni story tu ambayo ilikuwa ndotoni, hivyo asiwaze chochote kile ambacho kilikuwa kinaendelea kati yao. Asante sana kwa kuja mpenzi wangu wa rohoni. Najua kama nimekukosea sana, ila kuanzia sasa na kuahidi nitabadilika. Ni sawa, nataka kila kitu kiwe kama zamani, uwe yule mwanaume ambaye nilimjua hapo mwanzo na niliyekuwa nampenda sana. Hapa Empress akakubali kurudi kwa huyu mwamba Deji. Sijui nini kimempata huyu bibie, hivyo penzi lao likarejea tena, yani upya kabisa. Na baada ya hapo huyu bibie Eve anamshangaa sana Empress kwa kumrudia yule mwamba. Nashindwa kabisa kukuelewa rafiki yangu, yani kila kitu kibaya alichokufanyia huyu mwanaume, lakini bado umekubali kurudiana naye. Una nini wewe? Eve, watu wanabadilika, yuko tofauti sasa hivi, sio yule wa zamani.
kwa miaka mitatu tuliokuwa hapo mwanzo hakuwahi kuchiti, isipokuwa tu hiyo mara moja, huenda tu alipitiwa. Wewe unajua amechiti mara ngapi mpaka kufikia hatua ya kumfumania? Mara moja inatosha kabisa kuachana naye. Sasa huyu bibi anasema amemchagua Deji kwa sababu ni mtu mzima, sababu Jeki ni mdogo sana kwake kiumri. Hivyo huyu bibi akiwa mwenyewe anajikuta anammisi sana yule mchizi ambaye anaitwa Jeki, na hapa anataka kumpigia lakini anashindwa, hivyo anakata simu yake. Na huko ofisini leo Mwamba ameleta barua ya kuacha kazi. Bibie akajaribu sana kumbembeleza mchizi asiache kazi, lakini Mwamba akasepa. Kiuhalisia bibie hili lilimuumiza sana, na upande wa pili bibie anasema angetamani sana angempenda Deji kama vile ambavyo anampenda Jeki, na haelewi kabisa hisia zake mikwaje zimekuwa hivi, au amefanya makosa kumchagua Deji. Ila kiuhalisia huyu bibie anampenda sana yule mchizi ambaye ni Haka, ila amemchagua Deji kwa sababu ni mtu mzima, na huyu mchizi ambaye ni Haka bibie anasema ni mdogo sana kiumri, hivyo hawezi kuwa naye, ila hisia zipo sana kwa huyu mchizi ambaye ni Haka, lakini umri wake tu, hicho ndio ambacho kinamponza. Na hapa bibie hivi amekuja kumwambia Empress amemuona Deji akiwa na mwanamke mwingine wakiwa wametoka loji, hivyo bibie hivi akampa rafiki yake mpaka ushahidi wa video. Kweli bwana, bibie aliona kila kitu, na hapa anasema yani kila kitu ambacho nimekifanya kwa huyu mwanaume, lakini bado ananiona kama mimi ni mpuzi, na hapa anaapa kwamba atamfanyia upuzi pia. Akaja kumfumania mchizi akiwa na yule mwanamke, hivyo bibie akamuasha kofi huyu Mwamba. Kwa hiyo kumbe ni kweli unanichiti, lakini mchizi akawa anajaribu sana kujitetea, na bibie anasema usijaribu, yani usijaribu tena kunifata. Na huku kwa hao wachizi yani Devi na Jeki, na Jeki anasema amepanga kusafiri ndani ya mwezi mzima, atakuwa hayupo hapa mjini, anaenda sehemu fulani hivi ambako ni mbali kidogo. Na hivyo bibie hivi akaja kwa Jeki, na hapa anamwambia Empress anampenda sana na ameachana na Deji, na mchizi anasema yeye hayupo kwa ajili ya mbadala, kwa nini amtake sasa hivi kwa kipindi ambacho ameachana na mtu wake. Hivyo bibie hivi akajaribu sana kumwelekeza huyu Mwamba kama bibie Empress amekuwa na hisia naye toka muda mrefu sana, ila tu alikuwa anachakata tu akili yake na ubongo wake aone inakuaje. Na mchizi anasema hata hivyo yeye anaenda nje ya nchi, hivyo hawatakutana, hakuna haja ya kuwa kwenye mahusiano. Na huku upande wa pili bibie Empress yuko na stress zake tu, na anasema kwamba ni bora angemchagua Jeki, na bibie hivi anamwambia huyu bibie kama amfate mchizi, amwambie hisia zake kama anampenda, na juta sana, ni bora ningeenda kwa Jeki, lakini sasa hivi muda umeshaenda, hivyo hawezi kunikubalia. Lakini kwa nini usijaribu hata kumpigia simu au kwenda hata nyumbani kwake? Lakini naogopa mwambia nini ili anielewe. Hi Jack, nimerudi, ulikuwa sahihi, Deji sio mtu mzuri kwangu, kwa hiyo sasa hivi mahusiano yangu yamevunjika na kutaka wewe. Haingia akilini kabisa, yani ni kama vile atajiona yeye ni chaguo la pili. Kwani ni chaguo la pili kweli? Hapana, natamani ningemchagua yeye kwangu, angekuwa chaguo la kwanza, ningeusikiliza moyo wangu badala ya kichwa changu. Sasa bibie Empress akaja kupata taarifa kama Jeki amesafiri na yuko nje ya nchi, na akajaribu kumwahi mchizi mpaka airport kabla hajaondoka, lakini alichelewa. Hii kitu ilimuuma sana huyu bibie. Alijuta sana kuto kumkubalia mchizi tangu zamani. Embu fikiria, pale unapompenda mtu anaenda mbali ambapo huwezi kumwona hata kwa mara moja moja, inaumiza sana hii. Basi bibie hivi akawa anamfariji Empress kama kila kitu kitakuwa sawa tu. Na baada ya miezi kadhaa kwenda, kuna mtu akagonga mlango, na bibie Empress kwenda kufungua anamuona Jeki. Hi baby girl, umerudi? Nimeshindwa kabisa kukaa bila wewe, nimeshindwa hata kulala, nimeshindwa kuota njozi nzuri. Likapigwa kumbato moja mashine. Umerudi kweli? Kwa nini uliondoka? Nilikuhitaji sana na kuhitaji pia, nimepitia wakati mgumu sana bila wewe. Basi hapo ikawa ni makisi tu kwa hao wawili, na kwa mara ya kwanza wakawa ni wapenzi, hivyo momenti za hapa na pale zikawa zimeanza, hivyo wakaanza kufurahia pamoja, hivyo maisha yao kiuhalisia yakawa matamu sana. Yani bibie alikuwa anafurahia sana kuwa na huyu Mwamba, na huyu Mwamba naye akawa anafurahia sana kuwa na huyu bibie, licha ya kwamba bibie amemzidi mchizi umri, na huyu Mwamba alikuwa amesharidhia kwa hilo, hivyo anampenda sana bibie Empress. Na hapa ndipo inakuwa mwisho wa huu mzigo ambao unaitwa Love Like Dynamite. Asante kwa kunisikiliza mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Bright DSM, mtoto wa Simba ni Simba, na kama ni mara yako ya kwanza kukutana na hii channel, basi hakikisha umesubscribe na umeturn notification bell ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata mizigo mingine ambayo nakuwa naiweka hapa. Tukutane next time, bye.